amebarikiwa kuliko ndugu zake. Mama yake alimuita Yebeshi akisema, nilimzaa kwa huzuni. Mstari wa 10, Yabeshi akamlilia Mungu wa Israeli akisema, Ee Mungu, laiti ungelibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu, mkono wako na uwe pamoja nami, uniepushe na uovu ili nisidhurike. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana majeshi, katika jina kuu la Yesu Kristo, Bwana Mungu, nakushukuru mchana huu wa leo. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante Mwokozi, kwa maana Bwana unakusudia mchana wa leo kutubariki. Unakusudia mchana ya leo kutuinua. Unakusudia mchana ya leo kutuponya. Unakusudia mchana ya leo kutusongeza katika hatua nyingine, katika jina lako kuu. Bwana majeshi, naomba Roho yako Mtakatifu akachukua ushukani siku ya leo, akapate kutawala, akapate kudhihirisha wakati wa neno, tukainuliwe nawe, tukabarikiwe nawe. Asante Mwokozi wangu, kazi yote ya shetani ikashindwe, mipango za mwovu ibilisi zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukainuliwe, Bwana ukapewe sifa. Tupe kibali cha neno lako, tupe kibali cha Roho yako Mtakatifu, tupe kibali Bwana majeshi, hata katika ibada hii. Bwana pokea sifa na pokea na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika mwaka huu ujumbe wetu umekuwa mmoja tu. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu akapate kufungua ama kupanua mipaka yetu. Bwana asifiwe. Na alipopanua mipaka yetu, kisha tubariki nayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna vile ambavyo nimekuwa nikisikiza sana neno hilo ama ujumbe huo ama dhimu yetu katika mwaka huu, na nikagundua jambo moja katika maisha ambayo wanadamu wanaishi na kata siku za leo. Bwana asifiwe. Maana wakati mwingi tunapozungumziwa kuhusu kupanua hema ya maeneo yako, ya familia yako, ya kazi yako, ya biashara yako, ya shamba lako, kuna jambo ambalo linakuja katika fikira za mwanadamu. Bwana asifiwe. Na sio mambo ambayo ni mangumu, ni mambo ambayo huwa inatendeka sana katika maisha ya wanadamu. Bwana asifiwe sana. Maana unapoambiwa jambo hilo, unaambiwa kwamba fungua. Maana kupanua hema lako ni kufungua mawazo yako. Bwana asifiwe. Mawazo yako ikaweze kufikiria zaidi ya vile unavyowaza kwa sasa. Uwaze outside the box. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana uweze ukafunguka kimawazo na ubaki vile vile. Bwana asifiwe. Hauwezi ukafunguka kimawazo na ubaki ya kwamba 2025 na bado wewe ndio 2026. Hata 2027 unabaki ni wewe ule ule tu. Ukifunguka mawazo katika 2025, 2026 una wazo tofauti. Bwana asifiwe. Maana unatoka katika hatua moja unaingia katika hatua nyingine, na kutoka hapo ndipo utaanza kuhesabu baraka zako moja hadi nyingine, kama mawazo yako imefunguka. Bwana asifiwe. Na kama unafungua hema lako na kulipanua na mawazo yako haipanuki, huwa unawaza katika jamii yako kule ulikotoka. Na unapowaza kule ulikotoka, hema lako linabaki kuwa vile. Bwana asifiwe. Maana unawaza kwenye umetoka, unawaza familia yako, unawaza babu yako, unawaza mama yako na baba yako, unaangalia hiyo generation, unaona kwamba katika hiyo generation hakuna mtu ambaye alifungua hema lake zaidi ya hapa. Kama tunaelewana, ya kwamba unaangalia katika generation yenu
Unaona kwamba hakuna mtu ambaye aumewahi fika kiwango hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapofikiria vile, hata unapowaza kufafanua hema lako, unakufa roho. Unaona, hata nikae tu, manake hata hapa nikienda sitatoboa, manake kwetu hakuna mtu ambaye wahi toboa. So mimi sitatoboa, unabaki kuwa katika ile sehemu. Na unapobaki katika ile sehemu, mawazo yako haiwezi ikafunguka kufanya jambo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Ninajaribu kumaanisha hivyo wapendwa. Kama familia yako haikufanikiwa katika biashara, wewe fanya jambo lingine tofauti na biashara. Hiyo ndio kufunguka mawazo. Bwana asifiwe. Kama katika familia yenu watu hawajaipita class 8, wewe fungua mawazo yako, manake Mungu amekubariki, Mungu amekuinua na akakutenga akakuweka kando. Wacha watoto wako wafike kiwango kingine. Bwana asifiwe. Amen. Kama kikwenu baiskeli ndio gari peke yake ambayo inaonekananga ni ya maana sana, toka fungua hayo mawazo, weka mawazo mengine ya kuendesha gari ya miguu minne sio miwili. Kwa maana wewe ni mbarikiwa wa Mungu, na kwa mbarikiwa wa Mungu, Mungu amesema panua mipaka yako. Usifikirie kama babu yako, usifikirie kama mama yako na baba yako. Wewe fikiria kama mwana wa Mungu, na utamuona Mungu katika njia zako, utamuona Mungu katika kazi yako, utamuona Mungu hata katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama huyu akamzaa mtoto ambaye anaitwa Yebeshi, mtoto ambaye mama yake alimuita hilo jina ndiposa alisahau masaibu yake. Bwana asifiwe. Alisahau masaibu yake, alimuita jina hilo ambalo linamaanisha uchungu, mateso na mambo mengine mengi yaliyopitia siku ya kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo hii pale Pumwani, Bwana asifiwe. Wamama, Bwana asifiwe. Na hiyo kwa sababu wazee waendangi huko. Manake unaweza pewa jina ambalo sio lako. Manake pale mambo ambayo inaendelea katika sehemu ile ndio ilifanya Yebeshi akapewa jina lile tofauti na watoto wengine wote, na akaishi katika mambo mama yake anapomuona anakumbuka Pumwani. Haleluya. Haoni kufanikiwa kwa mtoto huyu, yeye anapomuona anaona Pumwani. Haleluya. Anaona mateso aliyopitia, anaona dhiki aliyopitia, anaona mambo ambayo watu walimtamkia, anaona yale mateso aliyopitia in the labor ward. Bwana asifiwe. Na akamtenga na watoto wale wengine wote. Maandiko yanasema hivi, licha ya mtoto huyu kukua katika hiyo hali ya jina lake. Bwana asifiwe. Maana kuna wale watu wanaishi sawia na majina yao. Unapoitwa unatembea, wewe kazi yako ni kurandaranda na kutembea, maana unaishi sawia na jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wakikubandika jina, wanakubandika jina ambalo linatoshana na mienendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokubandika jina, tunavuta hayo majina katika jina la Yesu. Amen. Tunayakansel in the name of Jesus. Utaita sawia na jina ambalo Mungu alikupa, ambalo limejaa na utukufu wa Mungu, jina ambalo linapanuka katika mawazo ya kuweza kuendelea na
kuvuka ng'ambo ya pili, na unapovuka ng'ambo ya pili unapanuka kuvuka ng'ambo ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto aliyepeanwa katika machungu aligeuka kuwa furaha kwa Mungu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba Mungu alimpa kibali mtoto huyu, alimpa kibali cha kuheshimika mbele ya ndugu zake. Bwana asifiwe. Licha kwamba ni mudharau, wakimwona wanaona mateso, wakimwona wanaona mtoto huyu angeliua mama yetu, lakini Mungu akampa kibali katikati yao. Bwana asifiwe. Na kile kibali Mungu akakitumia vizuri. Maandiko yanasema kama na akamuomba Mungu. Haleluya. Alitumia kibali hicho kumuomba Mungu ili Mungu akapate kugeuza hali yake, mafikira yake. Bwana Yesu asifiwe. I can see the spirit ya kwamba kijana huyu hakuwa na sehemu katika nyumba yao. Ninaona kijana huyu hakuwa ametengwa, licha kwamba ana kibali, lakini hicho kibali hakuna mtu anachokitambua. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kibali hicho akaweza kukitumia vizuri. Maandiko yanasema kwamba na akamuomba Mungu. Haleluya. Yebeshi akamlilia Mungu wa Israeli akisema kwamba laiti Mungu ungeligeuza mafikiri ya ndugu zangu hawa, ungeligeuza mafikira ya jina langu, ungeligeuza mafikira ya mama yangu, ungeligeuza mafikira ya majirani wangu, ungeligeuza mafikira ya marafiki wangu. Akamlilia Mungu, maana alijua na kuelewa katika maisha yake anamhitaji Mungu ili akapate kubadilisha hali. Bwana asifiwe. Wapendwa, nahitaji Mungu ili akapate kubadilisha hali katika maeneo yako. Unahitaji Mungu ili ukapate kubadilisha hali katika nyumba yako. Unahitaji Mungu ili akapate kugeuza hali, kubadilisha hali katika biashara yako. Unahitaji Mungu ili akapate kubadilisha hali katika kazi yako. Ndio maisha yako isikae sema kila wakati. Ni lazima Mungu akapate kuhusika ndani yake. Na ukiwa mtoto wa Mungu ni lazima ukapate kujua ya kama pasipo Mungu sitaweza. Ninahitaji Mungu akapate kuniwezesha. Ninahitaji Mungu akapate kunisaidia. Bwana asifiwe. Ninahitaji Mungu hata kama mipaka hizi zimekwama, nahitaji Mungu nikapate kung'oa hapa, nikapate kusogeza pale. Bwana Yesu asifiwe. Maana pasipo Mungu hatuwezi. Tunahitaji kumlilia. Tunapomlilia Mungu anashuka na kutusaidia. Maandiko yanasema kwamba na Yebesha alipomlilia Mungu, Mungu alishuka na akasikia, akajibu sawia na maombi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo nimuomba Mungu, Mungu akaweze kumbariki. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza katika maombi yake ya kwamba Mungu nibariki. Bwana asifiwe. Na Mungu anapotubariki katika maombi yetu, kila wakati huwa tunaambia Mungu tubariki, Mungu nibariki, Mungu nisaidie, nibariki Jehova, nibariki Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hizo baraka zote tunaangalia Mungu katika neema yake. Tunajua kama Mungu ana baraka zetu, kila mmoja na baraka yake. Bwana asifiwe. Maana kila mtu
ana sehemu yake kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zako Florence sio kama za Victor. Mungu anapozusha, nyinyi wote mmeomba baraka, lakini Mungu anaelewa hizi ni za Florence, hizi ni za Victor, hizi za Mulela. Anaelewa. Ndio maana kila mmoja anapokea sawia na maombi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na unaomba vile kwa Mungu anakusikia na Mungu anatenda, na anapotenda Mungu unaanza kufunguka wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Nakumbuka Mungu hawezi ayusha baraka zake mahali ambapo hajakaribishwa. Kwanza unamkaribisha Mungu. Bwana asifiwe. Unapomkaribisha Mungu katika maisha yako, unamkaribisha Mungu katika sehemu yako ile. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka ni ukabarikiwe kibiashara, muuzishe Mungu katika hiyo biashara yako. Ukitaka ubarikiwe kikazi, muuzishe Mungu katika hiyo kazi. Ukitaka ubarikiwe kihuduma, muuzishe Mungu katika hiyo huduma. Haleluya. Iwe ni uimbaji, muuzishe Mungu. Iwe ni katika kuhubiri, muuzishe Mungu. Mungu anahusika katika hiyo sehemu ambayo umemuuzisha, na ndiposa akapata kuachilia baraka zake kama ameuzishwa katika hiyo sehemu. Maana Mungu aweza kaachilia baraka mahali ambapo hajauzishwa, mahali ambapo hajakaribishwa, hawezi akaonekana. Ndio maana tunasema kwamba karibu Roho ukapate kutawala, karibu Yesu utawale. Tunamuuzisha katika ibada yetu, tunamkaribisha katika ibada yetu. Wakati wote tunamkaribisha, naye anashuka, anaanza kutenda kazi yake kwa mahali ambapo amekaribishwa. Ndio maana tunapokea baraka, kwa sababu baraka hizo tunamkaribisha mwenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tunamkaribisha mwenye baraka, maana baraka zake Mungu, Biblia inasema kwamba ndizo zinazoleta utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zake Mungu ndizo ziletazo utajiri wote tunaohitaji. Methali 10:22. Maana kimpata, tunapoomba tupewe baraka, tunaomba Mungu atupatie kila utajiri alio nao ambao inatustahili tukapate kupokea. Kujafika hapo? Methali 10:22. Biblia inasema baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi huzuni. Hiyo Kiswahili. Sikiliza, katika Kiingereza nasema hivi: the blessings of the Lord makes one rich and he has no sorrow with it. Bwana asifiwe. Amen. Hizo ni baraka. Baraka zake Mungu zimejaa utajiri tele. Bwana asifiwe. Wakati ambapo tunapoomba baraka kwa Mungu, tunamuomba hizo baraka, maana tuko na nafasi ambayo tumeweka ya kupokea hizo baraka. Maana hizo baraka zimejaa utajiri. Bwana asifiwe. Na katika ile utajiri Mungu hachanganyi. Katika ile utajiri haongezi machungu juu yake, haongezi majuto juu yake, haongezi hasara juu yake. Bwana asifiwe. Inamaanisha hivi, wapendwa, wakati Mungu anapokubariki na baraka zote, Bwana asifiwe, baraka zote, anayetubariki na baraka zote, hizo baraka hazichanganyikani. Bwana asifiwe.
za Mungu hazina hasara, za Mungu haziui, za Mungu hazipotezi, za Mungu huinuka na kubariki mtu anapoonekana. Bwana asifiwe sana. Ninaomba Bwana akatubariki na baraka nyingi, sio na utajiri mwingi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Tukapate kuongezeka kutoka 1 hadi 2. Bwana asifiwe. Unapokuwa na 1, kesho tuwe na 2, kesho ingine tuwe na 4. Maana hizo ndizo baraka zake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana walio na baraka za Mungu ama walio na kibali cha Mungu, hao ndio wanarithi nchi. Bwana asifiwe. Hao ndio wanarithi mali yote ya Mungu. Hao ndio wanarithi chochote ambacho Mungu amekusudia katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko na shamba ulikuwa unalima nusu na uko na shamba heka 1, unalimanga tu kuota, unaachia hapo unapanda. Leo hii katika jina la Yesu ulime yote. Ufunguke mawazo, ulime yote, ndio uvune, ubarikiwe na baraka tele zake Mungu. Bwana asifiwe. Maana utaita Mungu akubariki na mazao mengi, na uko na shamba Mungu amekubariki nalo, na unalima kuota. Lima yote eka 1 katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana utakapolima yote, maana Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Iko na bariki kazi ya mikono yetu. Tumia mikono hiyo iliyobarikiwa kufanya hiyo kazi, kuletea baraka zako. Bwana asifiwe. La sana tuliambiwa ya kwamba ni Mungu akuje kusongeza hema, ni sisi ndio tunasongeza hiyo hema. Bwana Yesu asifiwe. Unajua zamani za kale kwa napigwa hadithi ya zamani za kale. Bwana asifiwe. Hapo zamani za kale mko mnapigwa za hadithi, once upon a time. Nilikuwa naambiwa katika hiyo hadithi, kuna wakati mtu akitaka kulima, wewe unaweka jembe shambani, asubuhi unaamka unakuta shamba lilimwa. Hizo ni hadithi za hapo za kale. Hatujui kwa sababu tukuweko tukaona tujui, lakini hadithi kwa namna hiyo za kale. So hadithi za siku za leo ya kwamba Mungu amebariki mikono yetu na kazi ya mikono yetu. Ondoka na jembe, usiweke katika shamba, anza kulima. Bwana asifiwe. Na katika kazi ya mikono yako utavuna. Katika kazi ya mikono yako utabarikiwa. Katika kazi ya mikono yako itakuletea utajiri. Bwana asifiwe sana. Utajiri utakao kuinua, utajiri utakapo kusongeza katika hatua nyingine. Bwana asifiwe. Ndio maana tunaambiwa kwamba tupanue magala yetu. Unapanua kila kitu. Bwana asifiwe sana. Unasongeza kila kitu. Ndiposa utakapovuna uwe na mahali pa kuweka. Bwana asifiwe. Unapoomba Mungu akupatie baraka, unaomba ukijua kama nina sehemu ya kuhifadhi baraka ambazo Mungu ananipatia. Bwana asifiwe. Hivyo basi ukilima shamba, jenga gala yako. Kama ulikuwa kuna unavuna gunia 2 za kuota eka, vuna weka gala kubwa la kuvuna magunia karibu 100 kuhifadhi. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo ndio Mungu anapoangalia. Maana Mungu anaangalia mtu huyu ambaye ananiomba ana nini, amejiandaa namna gani, amejitayarisha namna gani. Bwana asifiwe. Maana huwezi kumwomba Mungu akupatie gari haujajitayarisha na paki, haujatayarisha mafuta yanatoka namna gani. Ni lazima ukapata kujitayarisha kwa baraka zake Mungu. Bwana asifiwe. Zaburi 37 maandiko yanasema hivi:
ya kama wale ambao tumebarikiwa na Mungu. 37 verse 22. Wale ambao tumebarikiwa na Mungu, Bwana asifiwe, tunamiliki nchi. Na hutamiliki nchi kama una baraka za Mungu. Bwana asifiwe. Hautamiliki nchi kama hauna kibali. Joseph alikuwa na kibali cha Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana kila mahali pokuwa ananenda, kile kibali cha Mungu kilikuwa kinamtetea. Kibali ambacho ilikuwa juu yake kilikuwa kinamtetea kila sehemu alikuwa ananenda. Haleluya. Kutoka kwa nyumba ya baba yake, kutoka katika mikono ya ndugu zake, mpaka kule Misri, kibali ambacho kilikuwa juu yake ndio kinamtetea, na kila mahali hapo ananenda alikuwa anamiliki. Bwana asifiwe. Kila sehemu anamiliki, mpaka ikafika mahali akamiliki nchi yote ya Misri kwa sababu ya baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali cha Mungu kilikuwa juu yako wapendwa. Hakuna kitu kizuri ambacho kitakuwa kukupita. Inamaanisha wakati ambapo baraka za Mungu, when the blessing of the Lord zikuwa juu yako, hakuna mambo ambayo ni mazuri yatakuwa kikukupita, na utakuwa ukimiliki kila sehemu utakuwa ukienda. Bwana asifiwe. Amen. Na ukuwa na kibali chake Mungu, funguka mawazo ukapate kumiliki. Bwana asifiwe. Ninasema hivyo kwa sababu nitangulia kusema ya kwamba unapofikiria na kuwaza na waza mpaka kwenu nyumba. Kwenu wapi? Nyumbani. Wewe unataka kuolewa, umepata ndugu ya kukuoa, ama umepata dada wa kuoa. Bwana asifiwe. And because you are the second born or the last born in your family, unaangalia unasema kwamba in our family siwezi nikaoa kabla my first born atakuwa namna gani? Mnaelewa hii maana nasema? Na hiyo ndiyo ilifanyika katika nyumba ya Laban, ya kwamba mdogo hawezi akaolewa kabla ya mkubwa. Na kama mdogo ndiye ako na kibali cha Mungu, siwache akaolewe. Bwana asifiwe. Kibali cha Mungu kuwa juu yako mpendwa, dada yangu, ndugu yangu, fanya mambo hata kufikiria mambo ya kweli. Maana ndio nafasi Mungu amekuja ndani yake ili ukapate kusonga hatua nyingine. Na kama ndugu yako aliharibika kichwa, utangojanga mpaka kuwe sawa sawa ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ama tuwezi jenga nyumba kabla ndugu yako mkubwa hajajenga. Kama hajabarikiwa na wewe ndio umebarikiwa, utangojea yeye. Wewe tembea katika baraka zake Mungu na ufanye mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mambo mengine ya kijamii isilete limitation katika kuendelea kwako. Isilete limitation katika kubarikiwa kwako. Tunakosa kubarikiwa kwa sababu tunaangalia wa background, tunajua kama yeye kufanyika, hii haikufanyika. Na ndio maana tunakaanga, uko na pesa haikusaidii, uko na mali haikusaidii, kwa maana mawazo yako haijafunguka beyond you are just so land. Wewe unafikiria tu mambo ya kifamilia kikwenu huko, ndio unafikirianga, ndio unawazanga, ndio unaonanga. Bwana asifiwe. No wonder tu kama Nairobi Kingdom Life Fellowship, lakini kwako wewe bado unawazanga ile kanisa ulizaliwa ndani, wazazi wako walikuwa wanaenda kule ushago, ndio unawazanga tu, ndio unawazanga tu. Hiyo ndio unafikirianga.
kwa sababu nilizaliwa, wazazi wangu wote wamekuwa kienda Church of God. Sasa wewe ufikiriange kiundo na fellowship, unafikirianga tu Church of God. Maana hiyo ndio nyumbani. Hiyo ndio wapi? Ya nyumbani. Unafikirianga tu ADC. Maana hiyo ndio nyumbani. Unafikirianga tu Catholic. Maana hiyo ndio nyumbani. Na ndio maana tukihubiri hapa tuhubiri, watu washikii. Wanafikia tu mambo ya fadha peke yake. Fadha yukutumia kadi ya harambee, unapeleka kwa haraka. Maana hiyo ni kanisa ya wapi? Padri wa ACK yukutumia kadi ya harambee, unaharakisha kabla kupeleka, ikanunue simiti ijenge, ikanunue mawe ikajenge. Kwa sababu hiyo ndio kanisa ya wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu Pastor Nicholas, nataka tujue washirika halisi. Yesu akasema kwamba hiyo ndio mtakayojua waaminio halisi. Bwana Yesu asifiwe. Na wanafunzi halisi, wale ambao unatembea pamoja katika roho. Bwana asifiwe. Maana Yesu aliambia mwanamke Msamaria, wakati unakuja na unawadia bado mtakuwa mkienda mlimani kule ama sehemu nyingine yote, bali wakati unawadia wa kumwabudu Mungu katika roho na pia kweli. Sio lazima uwe katika Kingdom of Fellowship, sio lazima uwe katika Catholic, sio lazima uwe katika Church of God, lakini wewe muabudu Mungu katika roho na pia kweli. Maana ukimwabudu katika roho na pia kweli, mawazo yako itafunguka na ujue sehemu ambao unye huko. Bwana asifiwe. Ndio ujue kumbe naweza nunua shamba hata mahali nikajenga. Bwana asifiwe. Ndio mawazo yako yanaanza kufunguka. Kumbe naweza fanya biashara apart from nyumbani kwangu, naweza fanya biashara tu ile ninakanawili. Bwana asifiwe sana. Nikasonga mbele kwa sababu mawazo yako imefunguka ya kwamba mimi ni mbarikiwa na niko na kibali cha Mungu cha kumiliki. Bwana asifiwe sana. Kila sehemu nitakaponenda ninamiliki, maana yake nina kile kibali. Bwana asifiwe. Una kibali. Kibali cha Mungu ikuwa juu yako, hakuna jambo lolote ambalo litakupita katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kibali cha Mungu kuwa juu yako mesha, hata ukienda kufanya interview, hicho kibali kunakutetea. Maana mtu anakuangalia, yeye haangalii makarasi yako. Kile kibali cha Mungu peke yake kimetosha kufungulia njia, kufungua mipaka yako, kusongeza hatua nyingine. Hicho kibali cha Mungu ndicho kilechacho baraka katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kibali cha Mungu nazungumzia kikuwa juu yako. No wanda unaangalianga mbona shina huyu mtu. Kwani hakuangalia ndugu ambaye anaweza muoa. Huyu mzee anakaa sura mbaya, sura inakaa kama chapati. Na kidada amekwama kwake sababu dada hakuona sura kama chapati. Aliona kibali cha Mungu. Bwana asifiwe. Kuna dada mmoja alikuwa amekula na ninaitwa ngaje? Jiga zinaitwa ngaje kwa Kiswahili? Funja Kama amekula funja mpaka miguzi kwa inakaa mkaa atembea hivi akifia kanyazi. Huyo dada aliolewa na mjamaa mmoja tajiri sana dunia hii. Na watu walikuwa wamemkutilia mbali. Kwa sababu ya kibali cha Mungu. Hawakuona miguu yake, hawakuona kutembea kwake, waliona kibali cha Mungu. Bwana asifiwe. Sasa ukiangalia udada siku hizi afekani anaanza kitembea. Ndugu leo na kamnyorosha vizuri, kampeleka mahali miguu kanyorosho, zikafanya ile vituko wanafanyaga ile sarakasi ile mnajua. Ile inaitwa namna gani? Ile inaitwa manicure, pedicure. Na hiyo. Sasa hizi anatembea vizuri, ukimwangalia kitembea saa hii na kibeti akaenda katika ofisi ambayo amefungulia kibiashara yake. Anatembea namna yake. Kibali cha Mungu kikiwa juu. Bwana asifiwe. Tembea kwa kibali chake Bwana na utamuona Mungu. Kila sehemu utaenda utamiliki sehemu hiyo. Bwana asifiwe. Watu hata regeti kukuandika kazi
Maanake faida tele itakuwa kwa kibali chake Bwana. Watu watajutia, kwa nini ndugu huyu akaja hapa kanisani? Wataona utukufu wa Mungu kupitia kwako, maana kibali cha Mungu kiko juu yako. Bwana asifiwe sana. Kibali cha Bwana kilikuwa juu yako. Ukiongoza hata praises hapa, yaani unasikiaga, maana kibali cha Mungu kiko juu yako. Bwana asifiwe. Hojaona hata mtu mahali hata kusia sikuhubiri na ubiri, ameshika tu microphone, watu tu wameanza tu kuchangamuka, tunajaongea chochote. Maana yake kibali cha Mungu kiko juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Yebesha alikuwa na kibali cha Mungu juu yake, na akakitumia kibali kile kutafuta uwepo wa Mungu, kutafuta njia za Bwana. Akaambia Mungu nibariki, akaambia Mungu panua, nisaidie nikaweze kupanua hema ya makazi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama hajasema hivyo? Alimwomba Mungu ili akapate kuenlarge territory zake na awe na influence, haleluya, katika mataifa na watu anaoongea na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu akiongea tu maneno yake inakuvutianga tu. Bwana asifiwe. Inakuvutianga tu. Hadi yale maneno unasikia kukubariki tu. Bwana asifiwe. No wonder katika mikutano yote ya kisiasa watakangi watu wote waongee. Bwana asifiwe. Manako watu wote wakiongea, yule ambaye alikuwa ni mgeni mheshimiwa hapo atakosa la kusema, manake yule mwingine aliongea na akamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kulikuwa na mkutano mwingine mahali, wakati kulikuwa na Ford wakati ule. Kuna huyu mwanasaba anaitwa Martin Shikuku. Martin Shikuku aliongea na watu wakashangilia, na wakaja Ramogi Odinga alipokaribishwa watu wakaanza kuondoka kwenda. Kumaanisha huyu mtu alikuwa na influence fulani kwa wale watu. Bwana asifiwe. Mungu akupe kibali katika jina la Yesu. Amen. Unapoongea na customer anasikia amefika. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hali ukiongea na customer anaona kweli imefika. Na tena ujumbe wako na ushuhuda wako enda kwa fulani. Anapokuja kwa anakuta kweli kuna ushuhuda. Yale ambayo alikuwa naambiwa ni kweli. Bwana asifiwe. Haya ni baadhi ya mambo ambayo aliweza kumuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo alimuomba Mungu ya kwamba the God's hand, mkono wa Mungu ukapate kumfuata, ama mkono wa Mungu ukakae juu yake, ama akaongozwe kwa mkono wa Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu akamshike mkono. Bwana asifiwe. Akapata kumuongoza katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Zaburi. Zaburi 119 mstari wa 173. Maandiko inasema hivi: mkono wako uwe tayari kunisaidia, kwa kuwa nimechagua mausia yako. Mkono wako na uwe tayari kunisaidia. Bwana asifiwe. Kwa sababu nimechagua kutembea katika usia zako, kutembea katika maagizo yako na kufuata maneno yako yote. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, unahitaji Mungu kukuongoza. Bwana asifiwe. Amen. Unahitaji Bwana kushika mkono ili akapate kuongoza. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakumbuka mtumishi wa Mungu Petro
Petro kuna wakati ambapo alikuwa machachari sana, na akawa kila wakati yeye anataka kutangulia kule mbele, si ndio? Kutangulia kila wakati anataka kutangulia mbele. Siku moja Yesu akamwangalia, hakuona Petro, yeye aliona pepo, na akasema, pepo, ondoka mbele yangu. Bwana asifiwe. Kumaanisha kwamba haufai kujiongoza wewe, unafaa kuongozwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ufai kujiongoza, unafaa uongozwe na Mungu. Watu wanasema ujisaidie, ndio Bwana akusaidie. Maanake hauna chochote ambacho unaweza kujisaidia nacho kama sio Mungu aliyokuwa upande wako. Maandiko yanasema hata na Israeli kaseme, kama sio Mungu aliyesimama na wewe, kama sio Mungu aliyekulinda usiku yote mpaka asubuhi, kama sio Mungu aliyesimama na wewe wakati maadui walikuwa wanatafuta nafsi yako, kama sio Mungu aliyekushika mkono, Bwana asifiwe, haungekuwa unaongea siku ya leo. Wangapi wako hospitalini? Wangapi wako mochari? Wangapi hata wako katika vitanda zao? Wengine hata wako katika nyumba wanajaribu, wanashindwa kukula, hata wanashindwa. Lakini wewe Mungu amekuneemeshea, uko hapa, manaka amekushika mkono. Bwana asifiwe sana. Mungu amekushika mkono. Kutembea kwako ni Mungu, kuishi kwako ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amekuneemeshea neema zako zote kwa sababu wewe unafuata usia zake Mungu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 30 kitabu hicho tu cha Zaburi 30, the same book. Nasema hivi, nimechagua njia ya kweli, nimekaza moyo wangu katika sheria zako. Nimeng'ang'ania sheria zako, Bwana, usiniache niaibishwe. Bwana asifiwe. We can imagine sasa tumepanua hema zetu, si ndio? Tumepanua hema zetu. Haya, nyumba nimepima mahali pa kujenga nyumba. Kwa sababu ninaamini Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Naamini Mungu kabisa. Mungu sema kama tupanue hema zetu, manako utatunishia katika baraka zako. Na ukishamaliza namna hiyo, hauoni chenye kinaendelea, hauoni chochote, hauoni hata unashindwa Mungu anatokea kuona gani. Bwana asifiwe. Mwandishi wa Zaburi anasema kama, Bwana, nimetembea katika njia zako, nimetembea katika usia wako, usiache nikaibishwe, nikaibika. Bwana asifiwe. Umaibika mbele za watu. Ulikuwa unafanya jambo fulani likakosa kutendeka, watu wanaanza kukejeli, hako wapi Mungu wako? Hako wapi yule ambaye unalianga kila wakati? Ndio maana kila wakati tunamuita Mungu katika maisha yetu. Tunamuita Bwana kila wakati. Tunahitaji Mungu katika kila wakati. Ndiposa tusiaibike na maadui wetu. Bwana asifiwe. Ninaomba mwaka huu tumuite Mungu tusiaibike katika jina la Yesu. Mungu atusaidie tusiaibike mbele ya watesi wetu. Wana ambao walituona 2025 wacha watutuone katika mwaka huu, waone vitu tofauti. Bwana asifiwe. Waone mwenendo tofauti, waone maisha tofauti, waone kuisha ambako ni tofauti. Manake Mungu hawezi akaibisha watu wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninaona baraka nyingi sana katika mwaka huu. Ninaona tukiinuliwa sana katika hii mwaka. Ninaona ushuhuda nyingi katika hii mwaka, katika jina la Yesu. Siku moja nikaamuka baada ya maombi haya nikaamuka nikajiishi ya kama mwili wangu unaendesha gari. Haleluya. Na nikaambia Mungu, hii mwaka isipite katika jina la Yesu. Ninakuombea katika jina la Yesu, hii mwaka isipite kwa baraka zako. Hii mwaka isipite pasipo kubarikiwa. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Kwa maana mwaka huu utapita kabla hujaona baraka zako. Mwaka huu utapita kabla hujaona upenyo wako. Mwaka huu utapita kabla
kabla hujaona ufufuo, revival katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Inaona njia za finanza zilikuwa zinafunguka katika maisha yako. Mwaka uliopita uliteseka, lakini mwaka huu Mungu anafungua visima. Visima zote zilikuwa zimefunikwa na maadui, raundi hii katika huu mwaka zinaenda kuchibuka, zitaenda kutoa chemichemi ya faida katika maisha yako. Biashara yako iliyokuwa chini, ufufuo ulio mkuu, zinaenda kutoa baraka, zinaenda kufufuka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye baraka. Na tunaomba Bwana mwenye baraka akazidi kumina baraka katika maisha yetu, akafanye maisha yetu ikae tofauti, isiwe maisha ya aibu. Haleluya. Manake maandiko nasema fedha na dhahabu ni zake Mungu, na mimi ni mali ya Mungu. Haleluya. Mimi ni mali ya Mungu. Nina each and every right to inherit. Haleluya. Mungu akuwa baba yako, mali yake ni yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yeye ndiye mtumaini, aliye baraka zetu, aliye ushindi wetu, anayetunemeshia kwa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na hako tayari kutubariki, hako tayari kutuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninaomba wasio na kazi mwaka wakapate kazi. Bwana fungue hizo milango za kazi katika jina la Yesu. Tusimame kwa miguu yetu katika jina la